Tunaendelea na somo. Leo somo letu kubwa litajikita kwenye upande wa kuku, ambako ni kitu ambacho kinaathiri sana wafugaji wengi, na kama tusipokuwa makini ni mojawapo ya sehemu ambayo inasababisha sana wafugaji kutumia gharama kubwa. Kwa hiyo cha kwanza kabisa nataka tujue kwenye upande wa mafua. Mafua kwa lugha ya kitaalamu wanaita inaitwaga mafua ya ndege au avian influenza, ambayo yako ya aina mbili. Aina ya kwanza tunaita low pathogen avian influenza au LPAI, ambayo haya ni mafua ambayo yanakuja lakini kwa udogo, hayawi kwa ukubwa, kwa udogo. Inamaanisha kwamba kuku anakuwa anaonyesha dalili ya upungufu wa mayai na kuchambuka kwa manyoya, na mara nyingi anakuwa haji na dalili za moja kwa moja za kuonekana. Kwa hiyo hii ni kusema kwamba hii ya mafua mimi nimeita kama mafua ya kawaida. Yana uwezo wa kutokuwa na dalili. Yaani kuku wako anawezekana akawa anaumwa mafua lakini asionyeshe dalili za mafua, lakini anaumwa. Ukashangaa tu kama ni layers wanapunguza utagaji, walikuwa wanataga watagi, baadaye unamuona manyoya yamechambuka chambuka, baadaye unamuona anakosa raha, hawachangamki kama wengine, baadaye unamuona anapunguza kula, lakini hana zile dalili za moja kwa moja tunazozizoea za mafua. Hiyo ni aina ya kwanza ya mafua. Sasa hii aina ya kwanza ya mafua ambayo iko isipotibika, ndio inakuja hii aina ya pili ya mafua ambayo tunaiona kwenye video, ambayo hii tunasema ni mafua makali, high pathogenic avian influenza HPAI, ambayo haya sasa ni yanatokana na yale mafua ya kwanza ya low pathogenic, yale mafua ya kawaida ambayo yalikuwa hayaonekaniki kwa zile dalili. Kwa kuku anaweza akawa na mafua ya kwanza, na yale mafua ya kwanza raha yake ni kwa sababu kutibu, kama una dawa ukiwatibu yanapona kabisa, hayana changamoto kwa sababu dalili zake na jinsi ambavyo yanaonekanika ni yako kawaida. Kwa yanasikia dawa kwa haraka na kupona kwa haraka. Lakini sasa ukiacha yakamutate kuongezeka, yakatengeneza hii dalili ya aina ya pili ya mafua, ambayo hii sasa inaua. Anaanza kama hivyo unavyomuona, baadaye anakufa. Hii inaua kabisa, na hii inaua ndani ya masaa 48, na inaweza ikaua 90% mpaka 100% ya kuku wako walioko kwenye banda. Kwa ni ngumu sana hii, na hii kutibika kwake ni kudogo sana. Nadhani tutakuja kuiangalia katika upande wa tiba na namna ambavyo inafanyika, lakini katika ile hali ya kawaida kabisa aina hii ya mafua inakuwa ina changamoto kubwa sana ya kutibika. Haya, tukija kwenye usambazaji, vinavyosambaza hizi aina mbili za mafua. Kwanza usambazaji wanasambazwa kutoka kwa kuku kwenda kwa kuku, kuku kwa kuku. Na hii inaonekana kwa kuku mmoja anakaa na kuku mwingine wanaambukizana. Yaani kuku mmoja ana mafua, wakiwekwa katika mfumo ambao mwingine yuko, wote wanaambukizana mafua. Nyingine ya pili ni vitu vyenye virusi. Hapa inawezekana ni wewe unatoka kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine, umebeba vile virusi. Kwa hiyo hivyo pia vinachangia kwenye kuleta hivyo virusi. Inawezekana kama vyombo vya maji, inawezekana chakula ulichokinunua sehemu walikokitengenezea
kuna virusi vya mafua, inawezekana kwenye miguu, buti zile, nguo yanabebwa. Kwa hiyo ndo njia mbili kubwa ambazo zinaweza zikatumika kwenye kuambukiza mafua. Na hii pia njiwa ni mojawapo wa watu ambao pia ya viumbe ambao ndege ambao wanaweza pia wakaambukiza mafua kuku wanapotoka kutoka sehemu moja kwenda eneo jingine. Na inawezekana ikawa ni njiwa, ikawa ni ndege wa porini wanaotoka. Kuna kipindi ndege unaona wanakuwa na tabia ya kama unafunga kuku ndani, utakuwa unaona hii tabia ya ndege wanakuja kwenye vile vyombo vya chakula, wanakuwa wanakula kile chakula. Ile pia inaweza ikasababisha wale pia wanaweza kawa ni wasambazaji wazuri sana mafua kutoka kwa hii ni kutoka kwa kuku kwenda kwa kuku. Sasa hapa ni kutoka kwa ndege na wanyama wengine, na hawa wanakuaga carrier, yaani ndege wale wa porini na njiwa na wanyama wengine wanakuaga ni wabebaji wa magonjwa. Wanaweza wao wasionyeshe dalili ya kuumwa, lakini wana ule ugonjwa huko ndani yao. Okay. Dalili za mafua. Dalili namba moja, na hizi sana sana ni hizi za haya mafua makali, hypertonic avian influenza. Kwanza mjue kwamba dalili zinatofautiana kutokana na aina ya virusi. Kuna zaidi ya virusi 7 mpaka 8. Hizo zile mbili zilikuwa naeleza ni kama tu za kuanzia, lakini kuna zaidi ya aina aina 7 mpaka 8 za virusi. Hivyo vyenye ukali na hivyo vingine vimegawanyika kutoka kwenye makundi yaliyoko pale juu. Kwa hiyo unawezekana ukawa na kuku wako na aina moja wapo ya kirusi ikawa ina dalili tofauti na aina nyingine. Hata dawa aina fulani ya kirusi ikawa ina uwezo, ukimpa dawa fulani anapona, inasaidia, na ukimpa nyingine ikawa inashindikana kwenye kufanya kazi. Ila pia dalili zinatofautiana kutokana na aina ya kuku. Kuku wa kienyeji, kuku chotara na wale kuku wa kisasa. Hizo pia dalili zinatofautiana kutokana na kuku. Ila pia dalili zinatofautiana kutokana na umri wa kuku. Kuku alioko kifaranga anavyoonyesha dalili zake ni tofauti na anavyoonyesha dalili huyu kuku ambaye ni mkubwa kabisa. Japo kuna baadhi ya dalili zinakuwaga ni general. Ya kwanza inakuwa ni ya kuvimba kichwa. Kwa anakuwa kama hivyo, anavimba macho. Macho anakuwa kama hayaoni kabisa, na saa nyingine anatoa machozi. Pia anaweza akawa anavimba viungo kama miguu, upanga wake na yale mashavu yake ya chini anavimba. Mvimbo wote ule mojawapo wa dalili za mafua makali. Pia wanakuwa wanaweza wakaonekana kama wameparalyze, kama unavyoona miguu yao hiyo ni kama paralysis. Wanashindwa kutembea, wanakuwa kama wamepooza, mwili umepooza. Ni mojawapo wa dalili za mafua makali au mafua. Dalili nyingine kama kukohoa, kupiga chafya, kushindwa kupumua kwa shida, ni mojawapo wa dalili nyingine za ugonjwa wa mafua. Sasa kwenye upande wa mwisho ni upande wa jinsi ya kuwakinga kuku. Leo utaongelea kwenye hii sehemu ya kwanza ambako kuna kinga ambayo kuku wana uwezo wa kuchanjwa, ambayo ziko mara mbili. Aina ya kwanza kinga ni ile Newcastle IB ambayo inaitwa NDIB. Unachanja dawa moja, kinga moja inakuwa inakinga magonjwa yote mawili. Na kinga kideri pamoja na Newcastle. Hii kwa dawa za kisasa, ambako inafanya vizuri sana. Japo kuna hii ya pili ambayo ni ya mafua peke yake. Haionekani sana kwenye maduka
na wanaouza ni wachache, na ukikuta ni gharama kubwa kwa sababu ni iko peke yake. Lakini niseme tu ni kwa sababu hatuna nguvu sana ya ile mindset ya kwetu ya kukinga, haijawa ndani kiasi kikubwa kuliko kutibu. Kama taasisi ya ECNO tunatamani sana tuendelee kusisitiza watu warudi kwenye utaratibu wa kukinga. Naposema watu wajiepushe na madawa mengi kwa kuku, maanisha kwamba kuku akishaumwa ukianza kuendelea kutumia madawa, ndicho kinachoenda kutengeneza usugu wa dawa. Kwa hiyo hii chanjo ya kisasa ya mafua ukiipata ni nzuri sana kwa ajili ya kuhakikisha kwamba hutumii madawa ya mafua, sababu ina mara mbili. Aidha kitakapokuja kile kirusi hakitokuja katika ile nguvu yake kubwa ya asili, kwa sababu tayari kuna kinga ndani yake, au aidha asipate kabisa. Kwa ikija itakuja kama yale mafua ya kawaida, sio yale mafua makali tena kama inavyokuwa katika upande wa pili, ambao mafua ya kawaida ukiwatumia tu dawa yanapona, kuku wako wanarudi kwenye hali ya kawaida. Kwa pia tunasisitiza sana muulize kwa wataalamu walioko karibu yenu kujua chanjo ya mafua peke yake, na tunashauri sana iwe ni ile chanjo ya mafua peke yake ambayo haijachanganyika na nyingine. Inakuwa ina nguvu zaidi kuliko ikiwa imechanganyika na hizi sehemu nyingine. Japokuwa ni gharama kubwa, lakini ukiweza kupata ile ambayo ni ya mafua peke yake ni nzuri zaidi. Ya pili na mwisho ni kufuata utaratibu wa kuwakinga kwa kupitia kinga za asili, ambayo tuna ratiba ambayo kwa mwezi mara moja kwenye ile wiki ya kwanza tuna kinga na mafua kwa siku 3 kwa hii organic mafua ambayo ni ya asili kabisa kutokea ECNO. Ila pia kwa vifaranga tunawakinga siku ya kwanza, ya pili na ya 3. Tutakuja kuwakinga siku ya 11, 12 na 13. Ila pia tutakuja kuwakinga siku ya 24, 25 na 26. Inarudia mara 3 kifaranga kabla hazijafika siku 30. Kwa hiyo hizi ni njia mbili muhimu za kuwakinga kuku wakubwa kupitia hii ya organic mafua, na wadogo kupitia hiyo ya hapo chini. Kwa hiyo hapo tutakuwa hitimisho la somo letu katika siku ya leo. ECNO Group iko Morogoro na inahusika na uzalishaji wa dawa za kuku za asili zisizotumia kemikali, na pia inahamasisha sana matumizi ya kinga kuliko tiba, na tunapambana sana na kitu kinachoitwa usugu wa dawa kwa kuku, ambao kuku wengi saizi wanatumia dawa lakini hawaponi. Kwa namba za simu ziko hapo chini ya ofisi 0744694651. Ukitaka kutufuata kwenye mtandao ya kijamii tunatumia hiyo ECNO TZ. Kwenye Instagram tunatumia ECNO TZ1. Okoa gharama, fuga kiasili.